Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayawi sasa yamekuwa. Ni sehemu ya pili ya stori yetu, ya habari yetu, ya hadithi yetu inayomhusu kijana mmoja aliyekuwa akimchunga ng'ombe wake malishoni. Ghafla ng'ombe wake akaanza kukimbia pasina kuwa na sababu, na kijana huyo alipomwona ng'ombe akikimbia, naye aliamua kumfuata nyuma mbio. Mwisho wa siku ng'ombe yule alitokezea katika kijiji ambacho walikuwa wakiishi jinsia ya watu wa kike pekee, kijiji ambacho kilichokuwa hakina mwanaume isipokuwa ni wanawake waliokuwa wakifuga mifugo yao, walikuwa wakimiliki mali zao, wakimiliki ardhi yao wenyewe peke yao. Kijana akatokea katika kijiji hicho na akaendelea kuishi na hao wanawake kwa kipindi cha muda mrefu. Tulipoishia ni pale kijana ametoka malishoni kuwalisha ng'ombe, kuwasindikiza ng'ombe, kuwachunga ng'ombe katika malisho yao. Kijana aliporejea nyumbani akakabidhiwa chakula ambacho kimewekewa sumu baadhi ya mboga, na ng'ombe wake aliyekuwa amebaki nyumbani alikuwa ameshuhudia pindi chakula kinatiwa sumu, na wanawake hao lengo lao ni kuweka sumu ili wamuue yule kijana na wao wamiliki ng'ombe wa huyo kijana, kwa sababu wao walikuwa wakimpenda ng'ombe na vile vile walikuwa hawapendi kuwaona wanamume katika kijiji chao. Ng'ombe yule alipoona yule kijana akitaka kula chakula chenye sumu, basi ng'ombe yule alikuwa ni ng'ombe wa ajabu sana, ng'ombe ambaye aliyekuwa akizungumza kama wanadamu. Ni ajabu sana, lakini ndiyo hadithi tulizosimuliwa na bibi na babu zetu. Ng'ombe akamwambia, usile chakula hiki wametia sumu, basi kula hichi ambacho ni salama. Kijana akamsikiliza ng'ombe wake na akala chakula ambacho kisichokuwa na sumu, na kile chenye sumu akawa amekimwaga. Wale wanawake wakashangaa, mbona kijana hajafa? Mbona kijana hajadhurika hata kidogo? Yupo sawa, anadunda. Wakapanga tena njama kama hiyo kwa siku nyingine, na siku ile iliyojiri nayo ikawa ni hivyo kama ilivyokuwa mwanzoni. Ng'ombe akasanua tena msara huo na kijana akawa ni mwenye kusalimika. Wanawake wale wakapanga mbinu ya kwenda katika kijiji cha jirani kwa ajili ya kumtafutia kijana mwanamke ili wamuozeshe, na kupitia ile ndoa, wakati wamelala yeye na mke wake wanastarehe, wakishalala basi waende wakamdhuru, wakamuue kijana huyo. Walipanga mipango ya ndoa, sherehe kubwa ikafanyika. Kijana akawa amejipatia mke pole na kwa
urahisi mkubwa sana. Sasa usiku mmoja, kijana kwa kuwa alikuwa amekwisha kugundua njama za wanawake hao, kijana huyo alipolala na mwanamke yule, mwanamke alikuwa amekwisha pangwa na wale wanawake wamuue kijana. Basi mwanamke akaambiwa, lala upande wa kulia, muache mume wako alale upande wa kushoto, ili sisi wenye rahisi kumdhuru na kumuua. Na ng'ombe aliyasikia maneno hayo, kisha akamfikishia taarifa hiyo yule kijana. Baada ya kuwa ameshakwisha kufikishiwa, sasa usiku anataka kulala, kijana ashazipata taarifa, mwanamke akalala mkono wa kulia na kijana akalala mkono wa kushoto. Usiku ulipoingia, kijana akamwambia, mke wangu kipenzi, mimi upande wa kushoto umenichosha, naomba nilale mkono wa kulia. Kwa sababu mwanamke yule alikuwa katika usingizi, basi akawa amesahau mbinu zile walizokuwa wamezipanga na wanawake wenzake. Kijana kwa ujanja akamwambia, vaa nguo zako mke wangu kipenzi, vaa nguo zangu na mimi unipe nguo zako, kwa sababu mimi na wewe ni mwili mmoja. Nitafurahi sana nikiwa nimezivaa nguo zako usiku huu. Usiku ulipoingia, mwanamke yule alisinzia, lakini kijana alikuwa macho, kwa sababu alijua kitakachojiri katika usiku huo. Ndipo wanawake akaingia kwa ajili ya kumuua mtu aliyekuwa amelala mkono ubavu upande wa kushoto, ambao ndio upande amelala mke wa yule kijana. Na wao walikuwa wakihisi ni kwamba kijana atakuwa amelala huku, kulingana na mbinu na mipango waliokuwa wameipanga na yule mke wa kijana huyo. Lakini haikuwa hivyo. Aliyekuwa amelala upande wa kushoto ni yule mwanamke, na kijana kwa sababu alikuwa ashalijua hilo, akalala upande wa kulia. Wanawake wale wakaingia usiku wa manane kwa ajili ya kumaliza shughuli yao, kwa ajili ya kufanya mambo yao, kwa ajili ya kufanya mauaji yao. Wakaingia, wakafika, wanamkata kichwa yule mtu aliyelala mkono wa ubavu wa kushoto, pasina kuangalia wala kujali, kwa sababu walikuwa na uhakika huyu ni yule kijana. Walipomuua wakaondoka wakisubiria kukucha asubuhi, ili waweze kuanza kupiga kelele, ionekane kana kwamba mwanamke yule waliyekuwa wamepanga naye njama ndio itakuwa amemuua mume wake. Sasa ni kipi kilichojiri baada ya kuwa amekwisha fanya mauaji na wamemuua mwanamke, ile hali hawakujua kwamba ni yeye, wanajua ni kijana yule? Kipi kilichojiri na kipi kilichotokea, ndugu yangu kipenzi msikilizaji? Tukutane sehemu ya 3 insha Allah. Ukiwa umeipenda, subscribe, comment na ulike na ushare kwa watu wengine, ili na wao waweze kusikia. Insha Allah sehemu ya 3 inakuja muda si mrefu biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakuja kuisikiliza sehemu ya 3 insha Allah.